Ukishafanya maamuzi, matokeo yake huwezi kuyakontrol. Kila tunacho create hapa duniani kinazaa uharibifu. Kujua mema na mabaya rejeshia uhai. Ni uhai wa kufikiri, uhai wa kuunda. Kinachokupa raha na amani ni kumtumikia Mungu tu. Kwenye ujuzi wa mema na mabaya, ukishafanya maamuzi, matokeo yake huwezi kuyakontrol. Shetani alimtriki Eva kwamba haya maisha ambayo Mungu amewaandalia ni ya kishenzi. Maisha mazuri ni haya hapa ya kujua mema na mabaya. Haya maisha ambayo hujui mema na mabaya hayana dini. Kwa kitendo cha Adamu kusikiliza kwamba haya maisha leo ananiambia ni kila nitakufa ndio nayataka, ndicho kilizaa jambo linaitwa dhambi. Ndio yamewakilishwa kwa mti wa ujuzi wa mema na nini? Ni aina ya maisha. Kwa hiyo ndio ikatengeneza sasa nature mpya ndani ya moyo wa mwanadamu, ndani ya roho ya mwanadamu, inayo generate vitu ambavyo mwisho wa siku ni destructive, ni vya uharibifu juu ya mwanadamu mwenyewe. Kwa kila tunacho create hapa duniani kinazaa uharibifu, baada ya kuproduce kwenye wema vitu ambavyo sio nini, sio uharibifu. Kwa sababu Mungu anasema upumbavu wa Mungu unazidi hekima ya wanadamu. Kujua mema na mabaya ni jambo jema? Jibu ni no. Sasa mti wa ujuzi, mti wa uzima ni nini? Tutakujua session inayofuata. Mti wa uzima ni Yesu mwenyewe. Na kama ni Yesu, maana yake ni Mungu mwenyewe. Kwa Mungu anasema tuwatoe wasije wakala mti wa nini? Wa uzima wakaishi hivi. Maana yake nini? Wasiendelee kuwa na mahusiano na sisi wakiwa hivi. Yohana 6:48 anasema hivi, mimi ndimi chakula cha uzima. Huyo ni Yesu anasema. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Unaanza kuelewa sasa? Kwa hiyo kitendo cha Yesu kuingia kwenye maisha yako hufi. Sasa kutokufa huku ni roho yako haitengani na Mungu milele, na uzima unarudi kwako, na unaanza sasa kuwa mtu. Kama ni vipawa kung'ara na kutenda kazi kwenye ulimwengu huu vinaanza. Sasa tuone nani alileta dhambi, ni Ibilisi au mtu? Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi 14. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Lakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Hii mistari ndio inatafasiri maana ya dhambi, kwamba wote tumekuwa wahanga wa kosa la mtu huyu mmoja. Kwa sababu gani? Kosa lake lili change nature, lilibadilisha asili ya lifestyle. Ndio maana unakuta mtu anafanya jambo, kila kijaribu kuacha inashindikana. Ndio unakuta kabisa, unaona kabisa tendo unalolitenda na wewe hamna mahusiano, lakini huwezi acha. Kwa nini? Asili. Una mwili ndani yako. Mwili maana yake nini? Asili ya binadamu inayopingana na asili ya Mungu inaitwa mwili. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, so huyu mtu ni nani? Huyu mtu ni nani? Adamu. Dhambi alileta nani duniani? Adamu. Kwa nini mnapenda kumwonea shetani? Shetani alikuwa na shida. Kamsikiliza mwenyewe. Kwa sisi wanadamu ndio tulisababisha dhambi. Kwa nini? Kwa sababu sisi ndio tulipewa mamlaka ya kukontrol dunia. Na Ibilisi kosa lake lililosababisha ainuliwe mbinguni ni kutamani kuwa na mamlaka kama mtu. Alitaka kuchallenge creation order. Mfumo wa uumbaji.
Huruhusiwi kumwadhibu mtu mpaka ahukumiwe ya kwamba ana nini. Kinachohukumu nini? Sheria. Tukifuta sheria tunaishi kama jango. Kwa hiyo ukisikia ahadi ya Ibrahimu ilikuwa kwa ajili ya kuja kupata taifa la Israeli, uongo. Kwa mzao wako jamaa wote wa dunia watabarikiwa. Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 17. What I mean is this: the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. Kwa lugha nyingine anasema hivi: ahadi ile aliyomwahidi Ibrahimu ya kwamba ulimwengu wote utakombolewa kupitia mzao wake ambao ni Yesu Kristo ilitangulia. Halafu Torati ikaja miaka 430 baada ya ile ahadi. Kwa sababu hiyo Torati sio ahadi, sio agano la Mungu na wanadamu. No Christ, no Holy Spirit. No Father, no Christ. But Holy Spirit, Christ and Father is the same God. Hapo ndo balaa. Watu ndo hawaelewi. Yaani Roho Mtakatifu, Baba, Mwana, mtu yule mmoja anaitwa Mungu. Lakini Mungu in his nature haonekani. Ndio maana tukasema kwenye Wakolosai 1:15 kwamba Jesus is the image of the invisible God. Kwa siku tukirudi tunakaa, yani hapa wewe ulipo, kama umemwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi maisha yako, uko sehemu mbili kwa wakati mmoja. Yani uko ndani ya Yesu na hapa duniani. Kwa hiyo ukidedi hausafiri wala hujui kama umefariki, unajua umehama kutoka upande huu umeenda upande mwingine. Tunaojua umefariki ni sisi tuliobaki. Kwa mfano, leo ukisafiri kaenda Marekani, huku unakuwa haupo, sio? Kwa sababu umesafiri umeenda tunapopajua, tunajua hujafariki. Kwa ashumu Marekani ni mbinguni. Ni ndani ya nani? Ya Yesu. Hapa dunia, hapa Dar es Salaam ni duniani. So umeona kinachotokea. Kwa mtu yeyote, ndio maana Paulo anasema sisi hatufi, tunafanya tunalala. Kwa hiyo kitendo cha kwanza kuogopa kufa maana yake hujitambui. Hujitambue ni nani? Kwa sababu kadri Roho Mtakatifu anavyoumbika ndani yako, ndivyo unavyokuwa unapata utu wako, unaujua vizuri. Halafu unaona mambo mengine ambayo wanadamu hawaoni. Na Paulo alisema mkifika kiwango hicho, msitumie kipawa hicho kuwanyanyasa watu. Yaani ndio hao unakuta wanasema nimeenda mlimani, nimeona vitu katika ulimwengu wa roho ambavyo mtu wa kawaida hawezi kuona. Anakuchora, anawapanga ili aonekane yeye ana mambo, ana ufunguo wa mbinguni, ninyi hamna. Baada ya hapo atakachokifuata ni kuwakamua ili mpate hicho alichonacho yeye, ambacho yeye hajatoa hela. Kafunga tu siku 7 anavyodai yeye. Kwa kadri unavyomjua Kristo, kama kweli unataka kukua, ndivyo akili yako inabadilika. Hata kama ulikuwa umesoma la pili, unaanza kuwa na akili ya hatari. Argumentation zako, jinsi ya kuargue unaongezeka, namna ya kuhoji mambo unaongezeka, namna ya kuona vitu vinabadilika. Kwa sababu gani? Umerejeshewa uhai. Uhai sio uhai wa kufariki, ni uhai wa kufikiri, uhai wa kuunda, uhai wa kuona maisha tofauti. Ndio maana si kwenye theolojia tunafundishwa kitu kinaitwa world view and biblical view. Unauona ulimwengu kupitia lenzi ya neno la Mungu, au unauona ulimwengu kupitia elimu na tamaduni? Ninyi wote hapo mlipo, wote hapa mmekuja hapa kwa sababu, na mimi mwenyewe, kwa sababu mna njaa, sio njaa ya chakula, njaa ya kutaka mnachokitaka ambacho hamkijui. Mnabisha. Yaani ndani unaona kabisa hivi. Mbona mimi? Lakini ukisogelea na yenyewe nasogea. Ukisogelea na nasogea. Unasema nikipata ajira hii mambo yatausaidia. Ukipata bado ile bado. Sasa hapa nadhani nikifungua duka kubwa, mambo yananyoka, unafungua, majanga unakuta ni mengi. Sasa hapa. Au nikalima matikiti. Yaani unajaribu kutafuta kila kitu ili upate. Kuna kitu ambayo kinaitwa nini?
utoshelevu. Mwanadamu anatafuta vitu akidhani atapata nini? Utoshelevu. Kumbe utoshelevu na utafuta uko kwa Kristo na kujua mapenzi yake, na kadri unavyojifunza neno unabadilika taratibu, alafu utoshelevu unafunga. Sasa Adamu kosa lake lilizalisha maisha ya aina mbili. Nimeandika kwenye kitabu cha Maisha ya Chakula. Haya ninayoongea nimeandika na nimeelezea mambo ya marekebisho ya mgogoro wa utambulisho na mgogoro wa utambulisho. Yaani jinsi watu ambavyo kila wanavyosaka hela ndio wanavyozidi kupagawa. Na nimecombine. Kuna part 1 nilizungumzia tu kujitambua, ila part 2 nikaongezea kusudi alafu biashara, fedha na uwekezaji, ili angalau upate hata ufahamu wa upande wa pili. Kwa biashara inafanywaje? Fedha ni nini? Nimeandika historia ya fedha miaka 3000 kabla ya Kristo mpaka leo. Nimebadilika mara 7. Tuko kwenye kipindi cha 7. Unajua hilo? Hujui. So kadri ambavyo hujui ndivyo ambavyo unazidi kupoteza nini? Dira na mwelekeo. Kwa sababu hujui, unapatwa na choo, unakula choo, unakwenda koko. Kwa sababu sisi wakati tumeumbwa tulipewa aina moja ya maisha, inaitwa nini? Maisha ya kujua mema tu, ambayo ni uzima wa milele. Basi sasa maisha yanayoendeshwa na mahitaji ndio ambayo yanawatesa watu. Twende wote. Mtu ni mwenye nafsi anaishi, mwenye nafsi anaishi ndani ya wenyewe. Sasa twende. Ndio maana Biblia inasema Mungu ni nini? Nao wamwabudu yeye imewapasa. Twende tena. Mtu ni umeelewa sasa? Mungu ni, mtu ni yo. Roho ikikubali na kutii ina command nafsi. Moyo ni almost nafsi. Na ndio maana sehemu nyingine nafsi, moyo ukisha control vitu na akili yako na hisia zako zinakontroliwa nani? Na moyo. Moyo ni nini? Moyo ni jumla ya mambo yote wewe kusikia, kunusa, kuonja, kuhisi na kuona, yakaenda yakatulia kwenye hiyo subconscious mind yako. Yakishatulia hapo, hayo mambo ndiyo yatakayokuwa yanatafasiri aina ya maisha kulingana na ulichokisikia. Nasema yanakuwa hivi, they become the basis of interpretation of what the information comes. Kwa hiyo sababu hiyo, kila ninachokifanya hapa mimi ninawaingizia taarifa mpya ambazo zinatoa taarifa za awali zilizokuwa za uongo, ili sasa kila mtakachokiona mkitafasiri kulingana na kweli hii ya mpya. Ndio maana Daudi anasema hivi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda nalo. Kila mtu ana maisha yake alisha-set. Sio hivyo? Anajua kama nikitoka hapa naendaga kufanya kazi pale, nikitoka pale napataga hela, nikitoka pale sipatagi, nikitoka pale na hangaika, baada ya hapo ninakuwa naomba. Yaani kila mtu anajua maisha yake. Sasa hiyo sio maisha yako. Wewe wote uongo. Unatakiwa kama unaishi maisha yako useme hii inapita tu, kwa sababu nilikuwa sijajua nini kweli. Huyu ni wewe sasa, spirit. Ndio maana vitu vingine unasoma mstari hapa, unasoma unagoma, unasema hatudanganya. Na husikii, unasikia ila huelewi, kwa sababu tayari hiyo taarifa ilishagatangulia wapi? Moyoni. Sasa mimi nakupa taarifa ya jambo lile ambalo haliendani na kile ulichosikia awali. Ukishaona kwamba umeanza kuwa na kiu ya kusoma neno la Mungu, umetoboa. Dalili ni mojawapo ya kuonyesha kwamba wewe maisha ni balaa. Ni ile Bible ukisoma hivi unaona giza na huna hamu nayo. Kwa nini ukose hamu ya kusoma Bible ila movie ukicheki series 8 unagonga na usingizi hakuna? Kwa sababu gani? Series imepewa nini? Nafasi na umuhimu kwamba inakufanya uenjoy. Ukishajua kweli tu, utaanza kuona uongo mwingi kwenye ulimwengu huu. Na ukishajua uongo hakuna atakayekudanganya. Mtu anaweza kaja kukwambia hata kama una shida, akwambia yani wewe kwenu ndio shida zenu ndio hivi. Roho Mtakatifu anakuambia muongo na hayaingii kwenye moyo. Na yakigoma kwenda kwenye moyo, akili yako inakuwa inafanya kazi barabara. Mtu akishakuingizia hofu kwenye moyo, akili yako haifanyi kazi. Hapa nikiuliza wangapi wanataka milioni 600 wote wanamjua. Wakati milioni 100 hajawahi kupata, hajui ukiwa nayo hali ya maisha inakuwa. Ukiwa na hela nyingi
zinazozidi uwezo wako. Hela ndo zinakuja na akili. Wewe atakayeka kama zinaanza kukwambia John, mguu pande, mguu sawa, mbele pembe, chukua demu. Unasahau kwamba una Yesu na Roho Bwana ndani yako. Wanasema lakini Bwana Yesu alisema atatusamehe. Kwa sababu ile speed, ile hali ulionayo inafanya inaongezwa. Ndio kinasema mtakatifu azidi kuwa na mwovu azidi kwenda. Kwa hiyo kabla ya pesa, kusudi. Kusudi ndio linavuta nini? Usiombe hela. Huo ni mtego wa Ibilisi. Usiombe maisha mazuri. Omba mahusiano mazuri na Mungu. Kristo. Utashangaa. Na watu wamkipa milioni 40. Hajui cha kufanya kabisa. Kwanza hizo nyingi. Kuna mwingine milioni. Kwa hiyo mimi mambo ndio nawafunza kwa wapendwa. Tafadhali futeni mambo ya nini? Ya pesa. Pesa wala ni zawadi baada ya kutatua matatizo ya nini? Ya watu. Na hiyo kutatua matatizo ya watu, hutaweza mpaka uelewe haya mambo. Ukielewa vitu vinajileta. Mtumishi wa Mungu mmoja akasema zamani kingdoms, falme zilikuwa yani ili mfalme ajidhihirishe ya kwamba ni mfalme, anakupa mazawadi makubwa. Sio kwa ajili yako, kwa ajili ya kujitangazia yeye kwamba ni mfalme. Ndio Mungu wetu alivyo. Kama unataka kupata hela yeye, tumikia falme yako. Pesa zitakuja sio kwa ajili yako, kwa ajili ya kile unachokifanya. Na ni nini kutumikia watu? Hamna kitu kingine. Tumikia watu, kile ulichonacho saidia watu. Anzia wawili, watatu, jirani hivyo. Akisaidia kwa ajili yako, mwingine ataamini.